Katika Airbnb, yani lodging, zingatia haya mambo matano kwa usalama wako. Pale kwa counter, yule customer care akakupea key, akakwambia enda uingie room 4. Play smart. Mwambia please, sir or madam, ningependa niangalie ni room gani nitapendezwa nayo. So please, twende unionyeshe hizo rooms. Hata kama umewahi kuwa hapo before, jifanye mgeni mwenye hajawahi onekana kwa hiyo place. Juu ya nini? For your safety. Number 2, kama unapanda stairs, every 1 second, angalia nyuma yako. Angalia nyuma yako. In case mtu anakustalk, unafuatwa na hauna habari. Be watchful. Number 3, ukikanyaka kwa hiyo room, lock hiyo mlango kabla uchaweka paki yako chini. Juu ya nini? Your own security. The moment umeweka paki chini, weka mahali whereby unaona hakuna anything, iko like flow. Kisha tembea kwa hiyo room. Tembea, ingia pale kwa bathroom, ingia, angalia chini ya kitanda, angalia everywhere. In case kuna mtu before alikuwa hapo akaja pangi na pengine ikakuwa setup, askari wafike wakugonge, open the door, kufungua mlango, unaambiwa wewe uko na pangi. Hiyo pangi unasema, si mimi nilikuja hapa saa hii, pangi iko wapi? Ukastukia askari wanakuambia pangi ulificha hapa. Under arrest. Ukafungwa kwa kitu yenye au kuwa na habari nayo. Number 4, sima lights zote kwa your room. Kisha pale kwa simu yako kamera, tembeza kamera ya simu. Tembeza kamera ya simu. Ukiangalia simu yako ina detect kitu red ama color green, ujue hapo kuna kamera. Kuna kamera whereby you are being monitored. Unastukia kesho kwa online, kwa mtandao, unajiona ukiwa umeingia kwa bathroom, ukiwa vile tu ulisaliwa. So please, fanya hivyo. Ukiona tu simu yako imesema king, ikakuonyesha kitu red ama green, ujue kuna kamera. Hama haraka haraka. Kitu ingine, hii watu wengi wanasahau, mulika pale kwa bulb. Kuna kamera zinafichwa kwa bulb, whereby hautakuwa unakumbuka hata kuna kamera huko. Hiyo simu yako tu kwa kamera hapo. Fanya hivi, mulika bulb, uone in case kuna kamera imefichwa huko. Simu yako ina detect, inakuonyesha kitu red. Kitu ingine, check under bed. Angalia everything. Inua zile nini, zile inaitwaje, zile za kujifunika nao, maduve. Inua, angalia, fanya hivi. In case kuna kitu uliwekelewa hapo ndani na hujui. Ya mwisho, make sure. Najua hii nayo watu wengi hawafanyangi, na hata wanasema kwani si mimi tunaenda kulala. Unafikiria Airbnb tu ni kwenda kulala na kufanya hizo mambo? Kuna watu wanaenda kwa interview. This is what happened to this guy. Alikuwa amkie kesho interview, so amesafiri a long journey. Akaamua since imekuwa usiku, let me book Airbnb. Ni book eto hotel, nilale kesho nifanye nini? Niendelee na safari. Jamaa akaenda kwa hoteli. Kufika pale kwa hoteli, akamkuta yule mwenye ako counter. Akaambiwa hi, akaambia hi, mimi nataka room. Akaambiwa okay, welcome. Huyu jamaa ujua kuna interview kesho.
anaenda interview kesho. Sawa? So akaambiwa enda uingie room 11. Akapewa key. Remember, you don't know the owner ya hiyo Airbnb ni nani. You don't know mtu mwenye amewahi lalia hiyo bed kabla wewe ukuje. Pengine mtu mwenye alilalia hapo awali alikufa na hauna habari. So akaambiwa enda uingie room 11. Kuingia pale, he contacted her wife. Akamwambia, hey baby, mimi nimeamua nilale hotel fulani, ndio kesho nifanye nini, niamkie ile interview. Akaambiwa, okay my love, lala poa, nitakuona utaniambia kesho ukiamka. Akaweka simu yake pale kwa meza, kisha akalala. Kufika saa 8 ya usiku, mlango imefunguliwa. Wewe unajiuliza nani alifungua mlango? Ile key yenye ulipewa pale kwa counter, ulipewa key moja. Jiulize, ile spare key na ile key nyingine iko wapi? Nani ako nayo? Wewe unafikiria the owner of the hotel. Yes, ako na spare key na ako na access to your room. So please, ukichilokia pale ndani ya room ya Airbnb, wacha kifungu kwa mlango. In case someone is trying to access, aingie afungue hii room ikuje ndani kwa hiyo spare key. Haezi jaribu kufungua unless akwambie enda umfungulie. Do that. Usiwahi jaribu kashika kifungu unarusha pale kwa mesa ama unarekelea hapo chini. Don't do that. Wacha kifungu kwa mlango. So vile waliingia usiku, kumbe walikuwa watu 5 wameingia kwa room. Wamejificha, wamejifunika uso. Lengo yao ni nini? Ni kumaliza huyu jamaa. Huyu jamaa alikuwa unaelewa ile usingizi ya saa 8, right? Ile usingizi wewe hapa enyewe inakutwanga, unalala hata ni kama umesimia kabisa. Kustukia bed yake imekuwa surrounded na watu 5. Alafu wale watu 5 wanamwambia, we, man, amka. Uchamasi akashtuka. Ni nini? Kujaribu kupiga nduru, akafunikwa. Kidogo mwenye hoteli akakuja akachintroduce, akamwambia mimi ni mwenye hii hoteli na huku tulituma, sio kupenda kwetu. Na huko ndo jamaa alicharaswa hadi akawa hali maututi. Akamaliziwa juu ya nini? Kisha ujue evidence whereby unapeana pale ID yako, unapeana namba ya simu pale kwa counter, hizo mambo zote. Ikakuwa arrest, ikafutwa, ikasaulika. Hata kuna mtu mwenye alikuwa namba 11. Kitu kingine, kama kungekuwa na notice kwa Airbnb nasema, please pray before you lie on this bed. Kabla hujalala kwa hii kitanda, please omba. Kama kungekuwa na hiyo notice. So please, at least mwambie hata Mungu blood of Jesus tu kwa hiyo bed. Haujui ni nani alilalia. Pengine mwenye alilalia hapo alidai, alikufa. Sasa wewe umeenda ukalala, ukapeleka ile spirit ya mauti. Ile spirit ya mauti imekuingia, ama ukawa unaota weird things. Mara unaota unafukuzwa na paka, mara unaota unafukuzwa na doki, na uko tu kwa hiyo Airbnb nalala. Mara unaota watu wamekufa. Haujui ni nani alikuja kalalia hapo. At least have a word of prayer before ulale.